Zingwa. Naam. Anaitwa Itanya. Bila shaka unazo habari zake. Yes. Itanya anaitwa Zingwa. Ni rafiki yangu ambaye nipo naye katika ufalme wa Kipepeo. Ni rafiki yangu ambaye ninampenda pia. Kwa sababu mara nyingi nikiwa nakuja kwako au nikitoka nje ya ufalme ninakuwa naye. Na ana siri zangu na mimi pia na siri zake. Nikaona leo wacha nikutambulishe naye. Nimefurahi sana kumuona. Rafiki yake Mbonde. Naomba unilindie sana mpenzi wangu. Maana katika himaya ya Kipepeo kuna mabinti wengi wazuri sana. Nampenda sana mpenzi wangu. Ondoa shaka kuhusu hilo. Mbonde ni kijana mmoja mstaarabu sana na ni mcheshi katika kaya ya Kipepeo. Mbonde, niko nyuma yako na kulinda. Unasema? Niko nyuma yako na kulinda. Nisikiza kwa makini. Naomba leo nisikione kivuli chako kinarandaranda. Sawa? Usijali. Si vema niendelee kukaa hapa. Sawa rafiki yangu. Sawa. Habari za siku kadhaa. Nzuri, niambie mpenzi wangu. Kwa sasa kila kitu kimeisha. Kwa sababu mfalme amekufa. Kiasi cha kwamba tunapata uhuru wa kutosha kuweza kutoka nje ya himaya. Na Malkia amebadilika kwa kiasi. Unajua ukilamba asali kwa mara ya kwanza utatamani uendelee kulamba. Na ukilamba kwa mara moja unatamani uendelee kulamba mara nyingi zaidi. Unamaanisha nini? Kwa tafsiri ya kwanza kwamba ukiwekewa asali kwenye kiganja, ukijilamba utaisikia ladha katika ulimi na kinywa chako kitaburudika. Kwa maana anaogema asali hawezi kuona ladha yake kwa sababu nyuki huwa wanakuwa wanamng'ata. Kwa mara nyingi asali anaiona ni chungu zaidi ya shubiri. Lakini anayowekewa asali kwenye chombo au kwenye kiganja anaiona tamu wakati wa kuilamba. Bila shaka umenielewa. Nakuelewa. Kwa sasa jua linazama na ndege angani wanaruka. Ni wakati sahihi wa Mbonde kuhesabu hatua za miguu yake. Kwa tafsiri kwamba mtako au utaka, ukipewa utatamani uendelee kupewa. Hivyo basi mwanafunzi hufundishwa kufanya, mwalimu huonesha jinsi ya kutenda. Sitaki kuongea maneno mengi sana. Kwa lugha nyepesi, nadhani umesoma alama za nyakati. Watatu akitoka mmoja wanabaki wawili. Tafsiri kwamba ya wawili, nadhani umeelewa. Shima. Kuanzia leo naomba kila kitu kinachomhusu mfalme
mchome moto, sihitaji kukiona mbele ya macho yangu. Sawa Malkia, nimekuelewa kwa hilo. Naona uhuru umezidi mipaka. Unaweza kuniambia wenzio wako wapi? Malkia, huwa tunapeana zamu za kulinda hapa ufalmeni. Kwa wakati nipo mimi, basi wao wanapumzika. Na wakati wao wapo, mimi pia napumzika. Kwa hiyo Malkia, kingine ni kuondoa hofu kwamba sisi walinzi tuko vizuri. Mlinzi mmoja kitakwimu ana uwezo wa kupambana na maadui 50. Kwa hiyo ni kuondoa hofu sana Malkia wangu juu ya hilo swala la ulinzi hapa ufalmeni. Sawa. Chapi, unatakiwa kufuata maagizo yote kama ulivyoagizwa, na unatakiwa kuwa makini na pande zote 4. Inatakiwa achaguliwe mfalme mpya ambaye ataongoza ufalme wa giza. Usijali, mimi ndio Kichapi, nitafuata maelekezo yote mlionipatia. Bila shaka unajua kilichokuleta hapa na kwa nini upo hapa. Hakikisha masikio yako yanasikiliza kama mbawala. Malkia anapokanyaga unyayo wake na kuondoa, weka unyayo wako. Mfuatilie mahali popote pale anapoelekea. Hata iwe chooni, mfuatilie. Usijali, nimekuelewa. Lakini ni lipi dhumuni lako na lengo lako katika ufalme huu wa kipepeo? Kwa sababu huwa ninakuona ukiwa na Malkia na unaonekana ni kama vile unataka kumsaidia. Lengo langu mimi ni kuwa Malkia wa ufalme huu wa kipepeo. Zao, hivi ni masikio yangu au naota? Ina maana unataka kuwa Malkia? Kwa lugha nyepesi unanizunguka, si ndio? Dada, usimwage mchele kwenye kuku wengi. Basi twende dadangu, ambie. Zalu, huku ni wapi unako nipeleka? Nakuuliza wewe huku unanipeleka wapi, usikie au? Hivi, kwa hiyo umenizunguka, si ndio? Ina maana wewe unataka kuwa Malkia, si ndivyo? Unanifanya mimi mtoto mdogo au? Dada, mimi nataka nikusaidie. Unisaidie nini? Hebu acha ujinga twende. Hebu niache huko sasa. Mimi nataka nikusaidie. Wewe unachotaka nini? Si unataka kuwa Malkia ufalme wa kipepeo? Hebu twende nikusaidie, acha hizo bwana. Mama, kaka Mbonde siku hizi amebadilika sana. Yaani hata kuja kukuona siku hizi haji kabisa. Amekuwa ni mtu tu kutuma salamu kwa mpenzi wake Itanya. Hivi mama, kweli ni yake anachokifanya kaka? Awenda. Mwanangu Mbonde ninampenda sana.
na namwamini. Anafanya vile kwa sababu ya Malkia, na umesahau mfalme amekufa na Malkia hataki watu watoketoke ovyo, ndio maana yeye anawalinda. Umenielewa mwanangu? Haya mama, ila namtetea sana kaka. Mimi niko ndani basi. Niko ndani. Haya. Zaru, nini hichi? We tulia, subiri. Usio na haraka. Si unataka kusaidiwa? Haya, olela mama, olela mwana peza. Haya, olela mama, olela mwana peza. Ujumile molalo, yaya, olela mwana peza. Ujumile molalo, yaya, olela mwana peza. Ujumile molalo, yaya, olela mwana peza. Karibu. Asante sana mkuu wangu. Huyu ni dada yangu. Anataka kuwa malkia, na sio malkia tu, anataka kuwa mtawala wa ufalme wa Kipepeo. Ila leo mmekuja muda huu, sio siku ya kazi, sio muda wa kazi. Asante sana mkuu wangu. Hakika naiamini sana kazi yako, inatendeka sana kwa ufanisi. Naamini dada yangu, malkia wangu, atapata kile anachostahili. Karibu sana katika ufalme wa Kipepeo. Usijali. Asante sana mkuu wangu. Malkia, mnaweza mkaenda. Chochote utakachokutana nacho na chochote utachokiona, usiogope, usitishike. Sawa Malkia? Asante. Haya, olela mama, olela mwana. Haya, olela mama, olela mwana peza. Ujumile molalo, haya, olela mwana peza. Ni mchezo gani unaocheza ukiwa huko mwenyewe? Hapana, hivi ni vitunda poli na mara nyingi huwa napenda kuvichezea. Naitwa Chunya. Mimi ni mgeni kwenye himaya hii ya Kipepeo. Ningependa kukufahamu. Naitwa Nyemo. Jina zuri. Asante. Wewe ni mwenyeji kwenye himaya hii ya Kipepeo. Ningependa kufahamu tabia za malkia wenu. Anapenda kula nini? Anapenda kufanya nini? Anapenda kwenda wapi? Wewe ni mgeni kwenye himaya hii ya Kipepeo. Kwa nini unataka kujua siri za malkia wangu? Sio kwa ubaya, lakini malkia wenu anaonekana ni mkali. Haya, naomba nikuache. Naona unahangaika na utawala wa Kipepeo. Utawala umenishinda mimi mwanaume. Wewe ni mwanamke tu, hutaweza. Na damu yangu uliyoitoa itaendelea kukusumbua. Naona unahangaika na utawala wa Kipepeo. Utawala umenishinda mimi mwanaume. Wewe ni mwanamke tu, hutaweza. Na damu yangu uliyoitoa
itaendelea kukusumbua. Nini shida? Malkia wangu. Dada, shida nini? Mfalme. Mfalme? Mfalme. Mbona simuoni? Mfalme si ameshakufa? Mfalme. Awenda, nadhani nimekusindikiza vya kutosha. Kwa hapa tulipofikia, mimi naomba niishie hapa. Na huko unako kwenda ni sehemu salama. Hakuna wanyama wakali wala hakuna majangili. Kwa hiyo unaweza ukaenda. Asante sana Katongo kwa kunisindikiza. Naomba pia uwe na moyo huo huo. Mimi nashukuru sana. Hapa nilipofika unaweza ukaenda. Usijali. Haya yote nafanya kwa sababu nakupenda. Na siku zote mwanaume jasiri haogopi kufanya kitu chochote kile kwa ajili tu ya mtu ambaye anampenda. Awenda, kwa nini hutaki kunipa jibu langu? Katongo, sio kwamba sikupendi. Ila umri wangu na wako haviendani. Mimi nimekuzidi miaka 10. Alafu hivyo vitu wanafanya wafalme. Mzee kumwoa binti mdogo. Muda unazidi kwenda Katongo. Kwaheri. Tukusaidie nini? Samani kuingia katika ufalme. Ila nilikuwa na shida na kaka yangu. Kaka yako yupi? Mbonde. Mbonde ni kaka yako? Ndio, ni kaka yangu. Akitoka yeye nafuata mimi. Sawa. Unaitwa nani? Naitwa Awenda. Asante kwa kulijua jina lako. Mbonde yuko huko nyuma. Aya, asante. Mzingwa. Mbonde ana dada mzuri hivi na hatuambii. Ushaanza kutamani. Ngoja kukamate Mbonde. Hao wanawake wako kwa ajili ya sisi wanaume. Haya ni maua yetu sisi wanaume ambao tumeletewa na Mungu. Kiujumla ni mwanamke ambaye amenivutia. Kwa hiyo vizuri kuwa mlinzi katika imani ya kipepeo. Lakini sio kuisahau familia yako. Awenda. Wewe dada yangu. Kwa lugha nyepesi, wewe ni damu yangu. Kwa hiyo siwezi kukusahau wewe pamoja na mama yangu. Kingine, mimi sijawasahau nyinyi. Ila nimekuwa tuna majukumu mengi katika falme ya kipepeo. Alafu salamu zangu mara nyingi nazituma kwa Itanya. Kwani huwa hawafikishii kwamba nawasalimia sana? Sawa kaka, nimekuelewa. Na vipi kuhusu Itanya? Utamuoa ama? Maana anajitoa sana kwa ajili ya mama yako na wewe pia. Itanya ni binti mzuri sana kwangu. Ni binti ambaye nampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Na upendo wake nimeshindwa nifananishe na kitu gani. Nilikukumbuka sana kakaangu.
na ndio maana nikaamua kuja kukutembelea. Tuache hayo yapite kama yalivyo. Kwa sasa katika ufalme wetu kuna ukame, lakini ni vizuri ukaenda ukapata hata maji dada. Sawa kaka. Mimi sipo pamoja na Nzalu, lakini Nzalu ndiye alinilazimisha. Wewe ndo mkuu wa hii kaya. Naomba unisamehe sana Malkia. Kwani Nzalu alikuwa na mpango gani na mimi? Mdogo wako sio mtu mzuri hata kidogo. Alikuwa na mpango wa kuangamiza ufalme wote wa Kipepeo. Nzalu, bado tu hujaacha tabia yako. Karibu sana mkuu wangu. Asante. Hilo nileta hapa ni kuambia kwamba hii kazi yenu ni nzito na kubwa, hivyo inahitaji kafara za kutosha, kwa sababu kwenye ufalme wa giza kuna watu wanaoharibu ufalme wa Kipepeo na wana nguvu, sio watu wa mchezo. Hivyo mnatakiwa mjifunge mkanda kwenye hii kazi. Kafara za kutosha zikipatikana ndio kazi itaweza kwenda vizuri. Mmenielewa? Tumekuelewa sana mkuu wangu. Tula manyanga mama, tula manyanga. Ale tula manyanga mama, tula manyanga. Ale tula manyanga mama, tula manyanga. Malkia wangu, kama ulivyomsikiliza mtaalamu wangu, inatakiwa kafara kubwa itolewe. Na mtaalamu wangu yupo makini sana na kazi yake. Lasi hivyo, tukienda tofauti, anaweza kugeuza kuwa mnyama yoyote. Uwe mdudu, mnyama, anakugeuza. Hiyo kafara ni kafara aina gani? Dada yangu, malkia wangu, sijajua anahitaji kafara gani, lakini kasema ni kafara iwe nzito. Na hii kazi kasema ni kubwa sana. Inabidi wewe kama malkia unahitaji ufaume huu na utawala huu, ujiandae na uifunge mkanda wa kiume na sio mkanda mwanamke. Shima. Wenzako wako wapi? Mbona uko peke yako? Malkia wangu, wenzangu wametoka kwa ajili ya kukata kuni. Kama unavyoona katika ufalme wetu tumekuwa tuna uhaba sana wa kuni. Kwa hiyo wamejiongeza, wameenda kuchukua kuni zingine, Malkia wangu. Hivi, ina maana wewe ndio unatakiwa uwe mfalme katika ufalme huu? Haiwezekani hata mara moja. Yaani kija kazi uje kuwa mfalme. Miaka yote nimehangaika, nimeteseka, nipambanie nije kumiliki ufalme huu. Leo unataka kuchukua ufalme wangu rahisi tu. Nimeshakwambia haitawezekana hata mara moja. Na haiwezekani. Yaani rahisi tu ubebe ufalme wangu. Haiwezekani. Malkia amepatwa na nini?
yako sio ngeni kwangu. Unataka nini? Haina haja ya kuwa na mawazo. Umeshachaguliwa kuwa mfalme katika falme zetu 6 za giza, na katika kuwa mfalme lazima umwage damu nyingi sana, na hii ni amri, sio ombi. Ni mwiko mtumwa kuwa mfalme. Kingine, Malkia yeye tushakubali awe mfalme na Malkia pia. Hamuoni kama mnasababisha migogoro katika falme hii ya kipepeo? Malkia hana uwezo wowote wa kupambana na sisi. Hii ni amri, lazima ufuate masharti. Malkia hana uwezo wowote wa kupambana na sisi. Hii ni amri, lazima ufuate masharti. Tunaishi ili tujifunze. Haijalishi nimefanya mangapi ili niweze kumiliki utawala huu. Mbonde, mimi nimekubali wewe mfalme. Malkia, sijasikia vizuri. Nawezaje kuwa mfalme? Unajua umenitoa ufalmeni umenileta hapa. Sikujua kama unataka kuzungumzia kitu kama hicho. Sawa. Najua kwa sasa upo katika msongo wa mawazo. Unafikiria sana kuhusu utawala huu wa kipepeo. Kwa sababu najua huwezi kuongoza ufalme peke yako. Kwa sababu mfalme amekufa. Lakini mbona unaongea vitu ambavyo sivielewi? Hapana. Sina changamoto yoyote. Ila isipokuwa lazima uwe mfalme kwa kuwa una nyota ya kifalme pia. Mimi mtumwa niwe mfalme katika falme hii ya kipepeo? Inawezekana vipi? Na kwa nini mimi? Mbonde, mimi bado nahitaji kuwa malkia. Hivyo basi, wewe utakuwa mfalme na mimi nitakuwa malkia. Msigwa na Zingwa, hivi mnafikiria nini kuhusu ufalme wa kipepeo? Unajua katika maisha yangu sijawahi kufikiria kuhusu kuwa mtawala. Na hata siku moja sikudhani kama naweza kuwa mfalme katika falme ngumu kama hii ya kipepeo. Mtukufu mfalme, ni heri kuendelea kuitumikia hiyo nafasi uliyoipata. Alafu na kingine, mimi na mwenzangu tunafurahia sana wewe kuwa mfalme. Mfalme wangu, kutoka kuwa utumwa mpaka kuwa mfalme, nafurahia sana kuwa kwenye hiyo nafasi. Sawa. Lakini mnafikiria nini kuhusu falme 6 za giza? Falme 6 za giza? Hivi tuondokeni. Hawenda, hongera. Naona kaka anakwenda kuwa mfalme. Japo ni ajabu kwa mtumwa kuwa mfalme. Mimi hizo taarifa nimezipata chini chini kuwa kakangu anaenda kuwa mfalme. Ila acha twende tukasherekee. Sawa rafiki yangu, lakini ukienda huko ufalmeni usinisahau rafiki yako. Usijali rafiki yangu, mimi siwezi kukusahau. Nilipo mimi, upo na wewe.
Kichapi, hakikisha unaenda kufanya kama nilivyokuagiza. Afanye kama tunavyotaka sisi, si anavyotaka yeye. Sawa mkuu, nimekuelewa. Umenielewa vizuri? Ndiyo mkuu. Shima Imana, Shima Imana, Shima Imana. Katika ufalme wangu sitaki utani kabisa, na wala sitaki minong'ono yoyote ikiendelea nje ya kaya. Nyie mliokuwa katika eneo hili na wengine ambao wanaendelea na shughuli zingine ni watu wa muhimu sana katika kaya hii ya Kipepeo. Tumeelewana? Shima Imana, Shima Imana. Bila shaka kuna maneno mengi yanaendelea nje kwamba si waongozi vizuri. Najua ukiwa kiongozi sio wote watapenda vile unavyoongoza, ila mimi ninachojua naongoza kwa upendo. Watu mnakula na mnashiba, lakini sitaki uzembe. Shima Imana, Shima Imana. Walinzi wangu, naomba mnifate. Vijakazi wa kike mtakuwa makini na Malikia pamoja na mama yangu. Awenda, wahenga alisema kutaka kuvuka mto lazima upandishe nguo, lakini maji yakizidi kuwa mengi lazima utabaki kuwa uchi. Sikuelewi. Kuelewi. Namaanisha kwamba yani mimi shajiandaa kwa Malikia, na ndio maana nimeamua kuja kwako kujipendekeza. Na sio kujipendekeza tu, yani natamani sana kati ya wanawake 10 ambao mfalme tutachagua na mimi niwe mmoja wapo. Msangi, matarajio na mafikirio ni vitu viwili tofauti. Unachokifikiria na unachokitarajia ni kitu kimoja tofauti. Unaweza ukatarajia kupata mtoto wa kiume lakini ukapata mtoto wa kike. Yule ni mfalme, ana uwezo kuwa mabinti 50 mpaka 100. Hivyo basi huo mwili wako ukiuachia
atakutumia kisha atakuacha. Kuwa makini. Muda wote nilikuwa nawaita, mlikuwa mmeenda wapi? Samani Malkia, tulikuwa na mfahamu. Alituambia amechoka sana, hivyo alihitaji tumkandekande. Mlikuwa mnamkandakanda? Halafu mbona kama siwaelewi? Huko ndani kulikuwa kuna usalama kweli? Acha tu nikwambie ukweli Malkia. Mfalme alianza na huyo, akamalizia na huyo. Alipofika kwangu, alikuwa tayari kashachoka. Hapana Malkia, huyo pia alilala naye jana. Hapana Malkia, ni uongo. Mbona yeye jana kalala kwa mfalme? Nyinyi si watoto wadogo. Ina maana mlishindwa hata kubana hata miguu? Mna akili timamu kweli nyinyi? Wapumbavu kabisa nyinyi. Mfalme! Mfalme! Hivi mfalme, tabia gani unaniletea? Unaenda kulala na mabinti wadogo ambao una uwezo wa kuwazaa? Malkia, unapoongea na mimi naomba uongee kwa sauti ya upole. Mimi ni mfalme na sio kijakazi kwako. Umesahau kuwa mimi ndo nilikuweka katika hicho kiti? Nisikilize. Na ukiendelea na hizo tabia zako, nitafanya chini juu nikutoe katika hicho kiti. We Malkia, una akili vizuri? Nimekaa katika nafasi hii kwa akili zangu, na wewe hujaniweka katika hii nafasi. Utanifanya nini wewe mtumwa ambaye nimekuweka mimi mwenyewe katika hiyo nafasi? Na wewe hujaniweka katika hii nafasi. Utanifanya nini wewe mtumwa ambaye nimekuweka mimi mwenyewe katika hiyo nafasi? Nisikilize kwa makini. Endapo utaendelea kuuchongoa huo mdomo wako, nitakuchoma na moto. Mshenzi wewe. Fuata maelekezo. Mwanje, nimekuita hapa sio kwa nia mbaya, bali ni kwa nia nzuri ambayo inaweza katujengea kitu mimi na wewe. Unajua Mwanje, moyo wangu umekuwa ukisumbuka sana pale ninapokuona. Acha tu nikwambie kitu. Unajua hapa ufalmeni mimi ndio mlinzi mkuu. Nataka nikwambie kitu. Moyo wangu umetokea sana kuvutiwa na wewe, na umetokea sana kukupenda. Unajua Mwanje, wewe ni mwanamke mzuri ambaye unahitajika kuwa na mimi mlinzi wa himaya hii. Nikikupata, nikikunyandua, nadhani nitapata faraja nzuri sana. Yaani kuna wakati nikikuona mapigo yangu ya moyo yanaenda kwa kasi sana. Na kingine, nahitaji unipe nafasi katika moyo wako Mwanje. Yaani ninachokimaanisha kwamba mimi nakupenda wewe, na muda mwingi sana mnakuwa mkiutumia na mfalme. Yaani mpaka hata mimi mlinzi mkuu najisikia vibaya. Nahitaji kuwa na mtoto mzuri kama wewe. Nahitaji kuwa na kumbatio zuri kama wewe, na sio vinginevyo. Kwa hiyo Mwanje, wito wangu mimi hapa cha kukuambia ni kwamba nilihitaji nafasi katika moyo wako, na nilitamani sichukue muda sana, ikiwezekana hata sasa hivi unijibu. Mwanje, nimeacha chungu jikoni, baadaye.
Nimetokea sana kuvutiwa na wewe. Kwanza mtoto na sura nzuri. Yaani nashukuru sana mlinzi wetu kuchukua ufalme. Ametupa uhuru hata wa kufanya jambo. Naamini wewe ndio ulikuwa chaguo la moyo wangu. Naomba nikubali. Nitafanya kila kitu. Umesikia Msangi? Nakuelewa sana. Kwanza una macho ya Glory. Una uzuri kushinda wanawake wote waliopo hapa kwenye ufalme. Ukinikubali, nitakufanya uwe mtu mkubwa sana. Utaongoza hata mabinti wa hapa kwenye ufalme. Nakupenda Msangi. Naomba tuondoke tuende sehemu tukakae. Naongea tu. Mstaki. Msangi. Tunaenda tu kuongea. Hakuna kibaya kinaweza kutokea. Nipo hapa kwa ajili yako. Lakini mbona ufalme umekuwa na mambo magumu sana? Ina maana mimi mwanaume akinipenda lazima apige viboko 100? Hilo jambo nalifikiria sana. Maana kakangu alikuwa ni mpole sana, lakini sasa hivi amebadilika sana. Kwani fimbo hizo mnapigwa nyinyi au wapenzi wenu? We, viboko 100? Unafikiri ni rahisi? Sasa kama sio rahisi ndo mkae bila wanaume. Msigwa, nyie ndio mpo kwa muda mrefu sana katika huu ufalme. Sasa hii ni sheria gani ya kwamba mtu akitaka kuoa ni lazima apigwe viboko 100 ili kuonyesha ujasiri wake? Usichokijua na usitaki kuniambia kwamba wewe ni mtenda haki na umekuja hapa kwa ajili ya hilo. Hivi ngoja nikwambie tu, unavyomuona yule mfalme pale, mpaka kuwa yeye mfalme ni juhudi zetu sisi na kupambana kwetu sisi. Sawa? Kwa hiyo wewe unachotakiwa kukifanya ni kufuata kauli ya mfalme na matakwa yake basi. Hakuna haja kuongea sana. Tena endapo mfalme atasikia unaendelea kuongea hivyo. Msigwa, asiyejua maana usimwambie maana ya neno. Sasa wewe endelea kuchonga chonga hivyo hivyo. Na kingine sasa, Katongo, usichokijua hata huyo Malikia naye alikuwa na kidomodomo hivyo hivyo kama wewe. Lakini sasa hivi kidomo chote kimeisha. Sawa eh? Alafu mfalme sasa hivi yeye ndo kila kitu. Yeye tu. Hadi huko falme zote huko na unazozijua wewe, zote zinamjua Mfalme Mbonde ni nani. Mfalme Mbonde ni mkuu. Na ufalme wetu sasa hivi ndio ufalme wenye nguvu kuliko falme zote ambazo unazozijua wewe. Tumesimama. Sisi hapa tumepambana mpaka unatuona vinyamanyama. Tulikuwa sisi tuna miili. Miili imeisha kwa sababu ya kupigana. Unajua tumepitia mangapi hapa? Embu nani? Tuondoke, tukafanye mambo yetu. Katongo, endelea kuimarisha ulinzi hapa. Awenda, unajua ni rafiki yangu bora sana. Siku zote najivunia kuwa na rafiki kama wewe. Kwa sababu ni rafiki mwenye upendo. Una roho nzuri. Alafu, unajua mimi kuna mtu nimempenda. Naamini kupitia wewe nitampata nimpendaye. Mwanje, si unajua sheria zetu za ufalme kwamba mwanaume akikupenda lazima akubali kuchapwa viboko 100. Atakubali kweli kuchapwa viboko 100? Sidhani kama nimpendaye anaweza kupigwa viboko 100. Ni nani huyo asiweze kutekeleza sheria za ufalme? Mtu mwenyewe ni mfalme. Mfalme?
Kunizenywe mbichi. Si unaelewa? Kunizenywe mbichi. Si unajua tena na hizi mvua. Msangi. Mwenzio ndoto yangu ni kwenda kutimia. Ni ndoto ya kila mwanamke katika mayai ya kipepeo kuwa malkia. Nimetembea na mfalme na amenisifia sana. Ameniambia ninajua mapenzi kuliko wanawake wote katika mayai ya kipepeo. Na ameniahidi katika wale wanawake 10 nami nitakuwa namba 1, tena nitakuwa wa kwanza. Hivyo basi kaeni mkao wa kula. Hivi Mwange, hivi unajielewa kweli wewe? Wewe unavyomuona mfalme, wewe ni mwanamke wake kwa kutembea na wewe. Halafu istoshe, kabla hajawa mfalme alikuwa na mahusiano yake. Sasa wewe endelea kujipendekeza. Mwisho wa siku hata wanawake 10 ambao wataja kuoa hata mmoja usiwepo. Mimi najua unaongea vitu vya maana. Kumbe unaongea upuuzi kama huu. Hebu tuondoke. Jamani, mnajua Mboni kabla ya kuwa mfalme alikuwa mpole sana, mwenye hekima na mwenye busara, lakini baada ya kuwa mfalme amebadilika sana. Inasemekana ameingiliwa na ushetani ambao wakutamani wanawake na kufanya madaraka kwa nguvu zake. Kwa hiyo hii hali itaendelea mpaka lini? Mimi sijui. Kichape, si nilikwambia ukae ndani ya mwili wa mfalme? Kwa nini umetoka? Mkuu, yule jamaa ana vurugu sana, nimeshindwa kukaa ndani yake. Nilikwambia ukae ndani ya mwili wake ili tuweze kumuongoza. Kwa nini umetoka? Naomba urudi mara moja. Zingwa, Msigwa, kwa sasa nahitaji niwe mwenyewe ili akili yangu iweze kukaa sawa. Mfalme, unaamini utakuwa salama? Msigwa, umesahau kama mimi ni shujaa? Sawa mfalme, sisi acha tuondoke. Sawa. Hongera sana mfalme. Mfalme tunayekutegemea katika falme zetu 6 za giza. Umetoa kafara nyingi sana na umewapunguza wanaimaya ya kipepeo. Lakini mbona Kichapi ameshindwa kukaa kwenye mwili wako? Au kuna nguvu za asili ambazo zipo ndani ya mwili wako? Au kuna nguvu za asili ambazo zipo ndani ya mwili wako tofauti na nguvu tulizokupa sisi? Ila endelea kututumikia sisi, kwa maana sisi ndio tuna uwezo wa kuamua wewe uwe mfalme au la.
Mwanangu, utanisamehe kama nitakuwa nimekukosea. Mwanangu alikuwa na binti anaitwa Itanya kabla hajakuoa wewe. Sasa nilikuwa naomba amuoe Itanya, maana ni binti mpole na ana heshima sana, na akimuoa mkiwa wawili atakuwa mtu mzuri, maana mfalme anaruhusiwa kuwa hata na wanawake 10. Wewe unaonaje hilo mwanangu? Ina maana mama ulikuja hapa ili kunipola ufalme wangu? Na kitu kingine labda nikwambie tu mama unielewe. Yaani mwanao hata wewe wanawake 800. Mimi ndio malikia na hakuna mtu yote anaweza kuchukua umalikia wangu. Na haiwezi kuja kutokea hata mara moja. Shima. Mnafiki mkubwa wewe. Yaani toka niwapokea katika ufalme wao Himaya Kipepeo, naona sasa unataka kunipanda kichwani. Mama yako analii kusema mfalme aoe mwanamke mwingine. Tena isitoshe mwanamke mwenyewe ni wa nje ya Himaya Kipepeo. Sasa nisikilize kwa makini. Ninachotaka kukuambia ni hamuwezi kuning'oa katika ufalme huu mimi. Mimi ndo malikia na hakuna malikia mwingine ataweza kuchukua ufalme huu. Tuliza hasira malkia wangu. Hii ni sheria kwenye ufalme. Mfalme kuoa wanawake wengi. Alafu kingine, wewe sio malkia wa kwanza kwenye hii falme. Kwa hiyo mfalme anaweza kuoa mwanamke yoyote anayemhitaji. Sikiliza nikwambie. Kadiri maji yanavyochemka kwenye chungu, chungu hupata moto. Na kikipata moto hutengeneza ufa. Sasa subiri uone. Mama, mwanao Mbonde alikuwa ukimkingia kifua sana. Hila Mbonde anatuzalilisha mama. Mwanangu, kwani Mbonde amefanya nini? Mama, huwezi amini. Mbonde analidhi kunitongoza mpaka mimi. Tena anasema ana wasiwasi na mimi. Uende kama mimi sio ndugu yake. Anamaanisha kwamba mimi sio tumbo moja mimi na yeye. Uyawenda. Mbonde huyu mwanangu mfalme ninayemjua mimi akutongoze wewe? Hapana. Utakuwa unamsingizia. Kaka, una akili kweli wewe? Mimi si dadako. Yaani unadiriki kunitongoza paka mimi dadako. Inaniuma sana mama. Ila huo ndo ukweli. Kichapi, kama ulivyosema, yule jamaa ni vigumu kuingia ndani ya mwili wake. Nilikwambia mkuu, yule jamaa haingiliki kimchezo mchezo. Sasa tunatakiwa kuondoka. Sawa mkuu.
Shima. Shima. Tunaishi ili tuweze kujifunza. Wanasema kutenda kosa sio kosa, ila kosa ni kurudia kosa. Lakini hii ni sheria. Sheria ambayo iliwekwa toka enzi ya mababu zetu. Hivyo basi, Malkia ameukosea ufalme wa kipepeo. Haijalishi wote sisi tuna makosa, lakini yeye amefanya makosa mengi sana katika ufalme wetu. Shima. Imana. Shima. Imana. Hivyo basi, kuanzia leo Malkia sio malkia wetu tena katika himaya yetu ya kipepeo. Ni ngumu kufanya maamuzi, lakini hizi sheria sisi tumezikuta zimewekwa. Malkia, karibu kwa neno lolote. Najua mengi tumefanya na mabaya mengi pia nimeyatenda. Mfalme, mama na wanakijiji pia cha ufalme wa himaya ya kipepeo, naomba mnisamehe. Nafsi yangu inaniuma kwa yale yote mabaya niliyoyatenda. Naomba mnisamehe, kwani najutia mambo yote mabaya na machafu na ya kikatili ambayo nimeyatenda. Tafadhalini, naombeni mnisamehe. Nyemo na Mwanje, mtamsindikiza Malkia mpaka atapofika safari yake. Shima. Imana. Kwa heri, sisi tunaishia hapa. Ufike salama.